kabadilisha maisha yetu tunapokuwa katika imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Growing in faith. Now listen. Wakati mtu anapookoka, acha tuache na mtu. Hakuna mmea wowote ambao unapandwa na kisha ukalimei the way ulivyopandwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hii tukapanda mti kwenye eneo hili na tuupatie huo mmea muda mwaka moja, utaona ukiwa na change ama mabadiliko, kwa sababu unakuwa. Amen. Tunapopanda mti wa mchungwa, kuna wakati ambapo tunatarajia mavuno ama majibu ya ule mti umchungwa tulioupanda. Hakuna mpanzi anayekwenda shambani kupanda mbegu ya aina yoyote ile kisha asitarajie mavuno kwenye ile mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Nasi watu wa Mungu tumepandwa kwenye shamba la Mungu, tumbegu ya Mungu, ila kila mmoja wetu anafaa kukua kiimani. Haiwezekani mahali ulipoingilia katika wokovu hapo ndipo umesalia, inamaanisha ukuu. Kile ambacho ulikuwa unaongea before uokoke ndicho unaongea. Kile ambacho ulikuwa unafanya before uokoke ndicho unafanya hata wakati huu. Mahali ulipoingililia kwenye wokovu, hapo ndipo uliposalia, haukusonga mbele, inamaanisha ukuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kama umekuwa kwa wakati kama huu, unafaa kuonyesha matunda ya ukomavu ulio ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. So the message of today is growing in faith, kukua katika imani. Haufai uwe na ile imani ulioanzia nayo wakati ulipookoka. Unafaa at least umegrow. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua imani ya kwanza ni gani? Imani ile ya kwanza, Biblia inasema hivi, imani ya kwanza inafanya ile chakula nyepesi. Unajua kuna kuzaliwa katika mwili na kuna kuzaliwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Kule kuokoka, ulikookoka, ulizaliwa mara ya pili katika Roho Mtakatifu na katika maji. Na tunataka tuangalie kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa, kama mzazi unatarajia ule mtoto wa grow ama akue. Na kuna vitu vya mwanzo ambavyo vile mtoto hupewa anapoalikwa duniani. Kwa mfano wa mama, niambie ambao mmejaliwa watoto, unapoenda kusaidika kwenye hospitali, ni kitu gani cha kwanza mtoto upewa? Mtoto huwezi kumzaa na umpe maziwa.
Mtoto hauwezi ukamzaa na umpe jina la hapo hapo. Hebu niwaulize, mtoto anaweza akazaliwa na akapelekwa nyumbani akiwa uchi? Kuna mavazi ya kwanza yule mtoto huwa anafunikwa nayo. Kuna kitu leo hii watu wanauliza, wanasema tunataka baby set or receiving set, ya kureceive mtoto anapoletwa duniani. Katika maisha ya wokovu, ulipookoka, yule aliyekuombea wokovu alikuwa akufunike na receiving set, ambayo ni matayarisho ya kwanza kwa mtoto ambaye amezaliwa katika wokovu. Baadaye yule mtoto hupelekwa nyumbani akapate treatment za kinyumbani. Ndio unaona mtu anapookoka huelekezwa katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Then after, yule mtoto anaanza kupewa ama kunyonyeshwa maziwa. Wale ambao huwa wanapea watoto wao maziwa ambayo si ya kunyonyeshwa, wanawanunulia nani one S26 number 1, number 2, number 3, eti kwa sababu hawataki nyonyo zao zianguke. Ole wenu. Ndio unaona mtoto anagrow, anakuwa, lakini hana damu ya kwako, maana maziwa ni damu ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ananyonyeshwa, na unaona mtoto anaponyonya huwa anaangalia mzazi, maana ananyonya alafu anashika mama huko. Niliuliza mama yangu kama alikuwa anamshika hivyo, kaniambia hakuna mtu mwenye alinyonya kama mimi. Nilikuwa namshika hivi ndio nimuelewe vizuri. So naye mtoto anapozaliwa kiroho anafaa aangukie mikononi mwa mzazi ambaye atakubali kukamuliwa, na sio kukamuliwa tu, ila ni mzazi ambaye amekomaa katika mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii unaona watoto wanapata watoto na ni watoto. Katoto kanalia, mama naye analia. Maana wote wawili ni gani? Watoto. Wanalia. Mtoto analia kwa sababu anachoma na pambas, mama haelewi ni nini ambayo inasababisha mtoto analia, naye pia anaanza kulia. Maana ni mtoto kazaa mtoto. Lakini sikiza mtu wa Mungu, unapookoka unafaa kutafuta maadili ya mzazi ambaye amekomaa katika mambo ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio unaona tuna watoto wengi, maana wamezaliwa na mpaka wale wanapewa minyonyi. Injili hii pokea, tenda Amerika, ambia mwenzako hiyo ni minyonyi. Hiyo bado ni minyonyi. Receive your car, receive your airplane, receive your hii yote ni minyonyi, na haiwezi ikamfanya mtu wa Mungu ambaye ameokoka aelewe mambo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona unafaa kuokoka, na Biblia inasema hivi, nitawaonyesha kwenye Biblia inasema tunafaa kuelewa na kuelekezwa katika mambo ya kwanza kwenye wokovu. Kuna mambo ya kwanza, ya pili, ya tatu. By the way, wacha niwaambie,
Imani ni from one level to another. Bwana Yesu asifiwe. Ni from one level. Kuna imani ya kiujinga, ya kiutoto, si kiujinga. Kuna imani ya kiutoto na kuna imani ya mtu ambaye amegrow. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna imani ya kitoto. Kuna imani ya kitoto. Mtoto anapozaliwa anaanza kunyweshwa maziwa, ananyweshwa maziwa, anafika mahali anaanza, maana kwa miezi misita mtoto hafai kupewa chakula. Anafaa kunyonyeshwa kwa kipindi cha miezi misita. Kisha anaanza kufundishwa. Anaanza kufundishwa vyakula aina mbalimbali vilivyo rojorojo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao watoto wakifika miezi 6 wanapewa mahindi? Ikifika miezi 6 unaona mtoto ameanza kutengenezewa marenge, pai. Even though leo hii Nairobi hii labda kwingine Nairobi ya Dubai, lakini Nairobi hii ni vingumu sana kupata mtoto akipewa marenge. Wanapeangwa mtoto amefikisha miezi 6 na unaona anakuambia anataka idomi. So mnalea mtoto wenu na idomi na spaghetti, mifupa inakosa kuwa na nguvu. Ndio unaona ule mtoto anafikisha miaka 2 hajatembea, ama ana magonjwa inamsumbua, maana mifupa haikupata maadili ama madini ambayo inaweza kukinga magonjwa. Mtoto ananenepa, lakini katika mwili wake hamuna chochote cha kusaidia. So ndio unaona katika mambo ya kiroho watu wa Mungu kuna kugrow pole. Injili pole. Imani pole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kulelewa pole. Miezi 6 inapoisha unaanza kumpea vyakula ronjo. Hivyo ndivyo hivyo katika maisha ya kiroho. Unapofikisha miezi kadhaa ama miaka kadhaa katika wokovu, watu wanatarajia mambo tofauti kwako. Hakuna mzazi anayeweza kufurahia kuona mtoto wake amemaliza miezi 6, miezi 8, hatambai mwaka 1, hatambai miaka 2, hatembei miaka 3, haongei. Hakuna mzazi ambaye anaweza kufurahia. Hivyo ndivyo Mungu hawezi akafurahia anapotuona na miaka tulionayo, ila tu unabehave kama yule mtoto ambaye amezaliwa leo. Hebu angalia mwenzio kwa macho vizuri, uone kama amegrow. Ama ako kwenye kiingilio, ama ako kwenye kiganda tu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu ameokoka na miaka yake 20 ya wokovu, miaka yake 10 ya wokovu, miaka yake 5 ya wokovu, lakini ile kitu ambacho anafanya ni kama mtoto ambaye amezaliwa. Hana cha imani, hana ushuhuda ndani yake, hana kitu ambacho anaweza akaonyesha. Nasema hivi, hakuna mti uliopandwa ambao haufai kuwa na matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haufai kuwa na matunda. Ni matunda gani ambayo Mungu anaweza akala ndani yako? Ni matunda gani ambayo Mungu anaweza akaona ndani yako? Hallelujah. Hebu enda kwenye kitabu cha Hebrews chapter number 5 verse 11.
Hebrews chapter number 5 and number 7. Waibrania 5. Hapa ni pazuri kwa sababu hata kufunguliwa Biblia unafunguliwa na upepo. Hebrews chapter number 5 ama Waibrania 5:11 inasema hivi, watu wa Mungu, ambaye tena tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Haleluya. Mtawachia pale. Paul ama mwandishi wa Waibrania anasema to mauduma ya tuinamo, tuko na mambo mengi. Paul anasema ninayo mambo mengi ya kuyanena yanayohusiana na Kristo, lakini imekuwa ni shida kwa sababu ya nini? Ya watu wamekuwa wavivu katika kusikia. Tunayo mambo mengi ya kuyanena yanayohusiana na Kristo Yesu, lakini imekuwa ni shida kwa sababu ya kitu kimoja, watu wamekuwa wavivu wa kusikia. Mstari ule unaofuata unasema hivi, wa 12, kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Oh my God, dikrelia yake. Tangia ulipookoka, saa hii wengine wenu mnafaa kuwa wainjilisti, saa hii wengine wenu mnafaa kuwa walimu, saa hii wengine wenu mnafaa kuwa wachungaji, saa hii wengine wenu mnafaa kuwa apostle, saa hii wengine mnafaa kuwa bishop. Lakini neno linasema hivi, iwapasapo saa hii muwe walimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia ile miaka ambayo umeokoka, hauwezi kusimama hapo waambie watu kitu. Hauwezi. Jita kamkuta useme kwamba mimi bado niko na mnyonyi. Unaonaje? Ikiwa hata ukiitwa hapa hauwezi kusema kitu, bado uko na, hata kama uko na miaka ngapi ya wokovu. Maana ama hiyo neno, hebu soma hiyo inasemaje kwa Kiingereza? Huo mstari wa 12. Soma 11 and 12. Si mtu ampatie mic nzuri hapa. Ama utasoma na Kiswahili tasikika. Hapa kuna mic nimesikia kiwa mzuri. Yes. Yeah. Aya. We have much to say about this. We have much to say about this. But it is hard to explain because you are slow to learn. Lakini imekuwa ni shida. It is hard. Ni ngumu kuyanena kwa sababu ya because of slow to learn. Kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikiza ama oh my God, inasema hivi kulani kuelewa. Yeah. Kulani, unajua kulani ni nini? Kulani na anataka nika, yani unaona mwalimu kwa shule anapofundisha una learn something, huyo mwalimu akikosa unaweza fanya kama mwalimu. Exactly. Unaweza kaambia watoto kwa sababu mwalimu hayuko, sioni ni sahihi watu kutoka nje kwenda kucheza, tunaweza tukajifunza kitu fulani. Maana umekuwa mwalimu, umekuwa mwanafunzi sahihi. Hivyo hata wakati ambapo unaona mwalimu ameenda, mwalimu anakuambia, dada unaitwa nani? Judy. Nasema, Judy, simamia hao watoto wafundishe. Maana anajua kuna kitu ambacho umelani. Bwana Yesu asifiwe. So na mimi watu wa Mungu, kwa ile muda ambao nimekaa na nyinyi, ninatarajia kuna vitu ambavyo mmelala. Haleluya. Mimi natarajia hata siku moja nisipoingia kwenye ibada, nikute ibada inaendeshwa exactly kama nikiwa.
Na ukiona watu wanaposema ya kwamba haleluya Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu bishop hayuko, ibada hakuna, ninaelewa kwamba niko na wamenyonyi peke yao. Unaona? Na mkiona mnacheka. Unajua kama amjua kwamba hata bishop naye pia anaweza amka asubuhi. Nimesikia ushuhuda ukisema nilikuwa nimeamka nikasikia kwamba ni kama sina nguvu ya kwenda kwa church. Si ni ukweli? Hizo vitu huwa zinafanyika hata kwa bishop. Unaamka asubuhi unahisi ya kwamba hakuna mahali ambapo unaweza enda. Watu tunajipa nguvu ufanye nini? Uende. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo Paulo ama mwandishi wa Hebrews anasema mmekuwa slow katika kulala. In fact, miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5 na hauwezi ukafanya vile ambavyo ninavyofanya. Hauwezi ukahubiri vile ninavyohubiri ama zaidi. Maana mwalimu anafaa apitwe na mwanafunzi. Hivi ndio nauliza, ni nani ambaye anaweza akahubiri hata zaidi ya vile ninavyohubiri? Maana nitajua ninalea. Mstari wa 12. In fact, though by this time you ought to be teachers. Saa hii mnafaa kuwa walimu, saa hii mnafaa kuwa waimbaji, saa hii mnafaa kuwa ushers, saa hii mnafaa kuwa deacon, saa hii unafaa kuwa elder. Saa hii unajua weka sasa hiyo yako. Miaka ile ambayo nimeokoka saa hii, miaka ile ambayo nimeokoka saa hii. Charles, wacha nikwambie, usikomee kwa hii kitu. Tafuta wengine wafanye. Grow from this. Usizeekee hapa. Leta mwingine acheze, enda kwa vyombo, mwingine tena akuje. Toka kwa vyombo, shika mic, imba. Wengine wakuja kuimba. Niambie sasa askofu. Unaona ni wapi unaweza nifungulia branch nikuwe pastor? From vyombo to pastors. Hivyo ndivyo kukua. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo kukua. Mungu anapoleta waimbaji ambao mnashikana, muone kumbe wanaweza imba. Haya sasa tuwape nafasi. Wacha ni grow. Nataka kuwa deacon. Una grow. Nataka kuwa an elder. Na grow. Nataka kuwa pastor. Na grow. Nataka kuwa una grow slowly by slowly. Pole pole. Usikufie kwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Anasema saa hii mnafaa kuwa nini? Mnafaa kuwa walimu. Sasa muulize mwanzo wako, wewe ni nini saa hii? Mpaka saa hii. Pius wewe ni nini? Mpaka saa hii unaitwa nani? Pius wewe ni nini? Muulize mwanzo wako mpaka saa hii. Muuliza hiyo Pius mpaka saa hii wewe ni nani? Wewe ni nani saa hii? Saa hii. Pius una miaka ngapi tangu? How many years? 23. 23 ndio yake. How many years? Sister, Mama Esther, how many years since you saved? How many years? Yeah? Kama 20 hivi. Haya, jiita kama mkutano. Ujiulize sasa mimi ni nani? Umema. I thank God mmepatana na mtu ambaye atakawafundisha. Hii sitawaficha. Mnafaa muwe kama mimi. Mimi nilitaka ama niende kwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ya mimi kukiwa na maaskofu kuwe na mimi direve nitakuwa najisumbua na nini? Nikiona mtu anahubiri hapa, listen, wapendwa Bwana, ninajua kumbe nimeanza kugrow. Ninaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio neno nimesema kwamba ati tunafaa saa hii kuwa walimu wa neno. Kuwa mwalimu. Mutibikererie. Kigo kia Ngai kiwa tukoro tuli alimu ni mtu ambaye ameenda shule.
Neno linaposema tunafaa kuwa walimu, ni watu ambao wamekaa chini ya mwalimu, wakafundishika hili neno, wakalishika, wamesoma, wamefanya research, ati wakati mwalimu hayupo wanachukua hiyo position. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunafaa kuwa na walimu, watu wakiokoka. Nasema je, hao watu ambao wameokoka leo, anza kuwafunza mambo ya kwanza ya wokovu. Mambo ya kwanza ni hii ya kwamba ujue kwamba kuanzia leo umeokoka, na hata unaposikia kwamba umeteresa, shetani asikudanganye eti ya kwamba hujaokoka. Rudi kwa Yesu haraka ili uweze kuokoka. Unakakuta tena ndio yako kamefanya dhambi na akwambia, "Si unajua jana uliokoka." Endelea tu kukaa kwa Yesu, hata hiyo dhambi Yesu ameisafisha. Hauna hiyo dhambi. Hiyo ndio maisha ya kwanza ya kuokoka. Alafu kanaomba Baba kwa jina, kanakosa mambo mengine, akamwambia basi unaona hiyo, sema Baba wa mbinguni amesikia. Kanakuja unakafundisha. Alafu unakuta mtu wa miaka 20 katika wokovu, na wakati mwingine kwa maombi wewe unakaa namna hii. Naangalia wale wengine kama tumbili. Na kuna 20 years salvation. Naangalia watu wengine haukuru, yani utiki durakura nakio durakura meshiria. Unajua kuna watoto ambao hawagroom mawazo, wale ambao wanapeleka kwa special. Unajua hata Mungu naye ako na watu katika nyumba yake wako ni special. Hawashikanishangi ni special. Generally si tunawa special. Wale watoto ambao wanapelekwa special wanapelekwa sababu hawashikanishi. Ndio naona wanapewa jina special. Hawashikanishi. So katika nyumba ya Mungu pia mchungaji anajuanga kuna hawa watu ambao ni special. They don't shikanisha anything. So walimu ni mtu ambaye anajifunza, unaelewa, unashikanisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Unashikanisha mambo, unaweza ukaelewa, unaweza ukashikanisha hii na hii na hii. Na by the way, mwanafunzi hujifunza kutokana na mwalimu wake. Bwana Yesu asifiwe. So kama unakuta bishop anapanga viti, unaangalia vile amevipanga, sasa unajua hivi ndivyo anavyotaka. Kwa hivyo Jumapili ijayo nitapanga vile ambavyo nimeona amepanga. Hizi speaker nimeona bishop amezipanga hivi, kwa hivyo hivi ndivyo huwa anataka. Unazipanga hivyo. Hii sauti ndio mchungaji huwa anataka, nitakuwa na mweke. Yaani una grow. Hivi ndivyo mchungaji huwa anaomba. Na ndio unaona Yesu alipokuwa anaenda na wale wanafunzi anawaambia kaeni hapa, naenda kuomba. Hakuwa anaenda mbali, anaenda pale so that hawa wajifunze maombi kwake. Muulize mwenzako unajifunzanga nini kwa mchungaji? Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile ulivyokuwa unaanguka subject ukiwa shuleni kwa sababu ya kumchukia mwalimu. Kwanza kizungu. Unaona? Na ndio unaanga Kiswahili iko shida na hiyo. Sisi wote tumekuwa shule. Ndio. Kuna walimu ambao hatukuwa tunapatana na wao sana. Ndio. Yaani si ni ukweli? Ndio. Walimu ambao uko unapatana wao. Na unakuta kwamba subject zao haufanyi vizuri, si ndio? Ngili. Tu hampatani. The same way hata katika nyumba ya Mungu. Kama hampatana nchungaji wako, nini utashare kutoka kwake? Hakuna. Nothing. Utakuwa na muangalia hivi kama picha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unless uniombee, upende kujua kutoka kwangu na ukae karibu na mimi, hakuna siku utagrow, hakuna siku utajua hii huduma inaendeshangwa namna gani. Kuna watu by the way wanajua hii huduma misingi yake na vile inaweza shikanishwa na iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So mstari wa 12 nasema, In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truth of God's word. Sikiza hiyo 12. Ati kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Wakati mwingi tena umewekwa hii kitu inaitwaje na ngoja hii kitu inaitwa na maana hii pande hii. Yeah. Bracket.
Hiyo ndio kwa hiyo yako imewekwa ka bracket. Hii yangu imewekwa ka bracket. Sema na wakati mwingi umepita. Inamaanisha ya kwamba hatukomei, hatugrow. Bwana Yesu asifiwe. Inasema wakati mwingi umepita. Sasa mstari wa 13 ndio unatustaki kwa jambo hili. Unasema hivi, part B ya 12. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kingumu. Sasa mnahitaji mtu mwingine awafundishe mambo ya kwanza kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza hii mtu wa Mungu, na unifungulie tu macho na masikio. Paulo anasema hivi, ama mwandishi wa Ibrania anasema wakati mwingi umepita ambako sahi unafaa uwe mwalimu wa neno. Na kuwa mwalimu wa neno si rahisi kama hausomi neno la Mungu. Wewe si mtu wa maombi, na wewe sio mtu wa kulisoma neno. Maana mwanafunzi huelewa kupitia mwalimu, hufundishwa kupitia mwalimu, na kisha yeye mwenyewe kaenda kufanya kitu kinaitwa homework kwenye maisha ya kiroho. Je, huo unasoma neno? Pili, huo unaenda kurudia ile mafundisho ambayo imefundishwa? Kama ufanyi hivyo, hauwezi ukawa mwanafunzi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata saa hizi waimbaji wakiimba hapa sasa wanaimba vizuri, mimi huwa na copy. Unaona wala wahubiri wazuri na ubiringi, mnasikia wanahubiri vizuri kweli mbele za Mungu, huwa wananichallenge so that niweze kuomba na niweze kusoma neno zaidi. Wananichallenge. Na mimi kama mchungaji wenu, acha niwaambie, huwa naangalia wala wako hapo juu nini ambacho wanafanya so that wana succeed katika mambo ya injili, ifanye kama wao ama zaidi. Ninalala na kwangu kwa ofisi ni vile tujapata ofisi nzuri. Kwa ile ofisi ambayo nilikuwa na vitabu vilikuwa vimejaa, sio Biblia, sio vitabu za wahubiri wakubwa, nikifanya research ya mambo haya ya Mungu. Maana ninataka kugrow katika utumishi wangu. I want to grow. Yes, nimefika level ya kuwa bishop. Haimaanishi kwamba neno limefika mwisho. Kama vile kompyuta, hakuna mtu ambaye anaweza akakwambia amemaliza kompyuta. Ndivyo ilivyo neno la Mungu. Ni ufunuo baada ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno linasema hivi, unafaa kuwa mwalimu. Je, mimi unafaa kuwa mwalimu? Dada unafaa kuwa mwalimu? Lakini tunapoangalia tunaona bado uko na kale ka ujinga ka kwanza wakati ulipokuwa unaokoka. Uko na kale ka udhaifu ka kwanza ulipokuwa unaokoka. Ukiona mtu ambaye mpaka wa leo ameokoka na hana ile hamu ya kwenda kanisa, yeye anaweza enda ama akose kwenda, elewa huyo mtu hata asikuchallenge kwa jambo lolote. By the way, hata huyo mtu usikae karibu na yeye, atakuangusha. Yule mtu ambaye anapigana mahesabu asubuhi, yani hana mpangilio ya wiki mzima, ajue ya kwamba nafaa kutayarisha nguo zangu wakati huu, nafaa hii ndio nitakayofaa Sunday, hii ndio neno ambalo nimesoma. Unajua hata waimbaji mnafaa kuwa watu wa maombi na watu wa masomo. Mnasoma neno, unaomba. Unasoma neno, unaomba. Unafika mahali hapa, unasikiza Roho wa Mungu anakupea nyimbo ambazo hata hujaimba. Hiyo ndio kugrow. In everything we must grow. Lazima tukue. Bwana Yesu asifiwe. Ekebori ya kiriri. Hebu niwaulize, nikianza kuwahubiria mambo ambayo nilianza Januari mpaka wa leo, siwezi nikawabu?
Sina wabu. Ni ukweli. Sina wabu. Kwa sababu neno ambalo umelisikia Januari, nilihubiri Januari yote ishe, nilihubiri Februari, ndio narudia, nakuwa bora, ninawabu, si ndio? Si ukweli? So every Sunday ama wakati wote napopata nafasi ya kuhubiri, lazima niwe na ufunuo mpya, na huo ufunuo haupatikani hivyo, lazima utafutwe kwa maombi na kwa neno.